nguvu ya Mungu ifanye. Ruhusu nguvu ya Mungu ifanye kusudi la Mungu. Ruhusu nguvu ya Mungu ifanye kusudi la Mungu. Ruhusu nguvu ya Mungu ifanye kusudi la Mungu. Haleluya. Ruhusu nguvu ya Mungu ifanye kusudi la Mungu. Ruhusu. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Magongo umeweka wapi? Haleluya. Magongo umeweka wapi? Yanatumika. Bwana Yesu asifiwe. Magongo hayafanyi nini? Hayatumiki. Niko namwambia kila wakati. Changamoto nawaambia siku zote, ufuata ninachosema. Usikimbilie ulionayo wewe na ya watu wengine, hayakuhusu. Fuata ya mchungaji anayosema. Amen. Haleluya. Amen. Akaniambia mimi mwambie ende India milioni ngapi? Milioni 30. Ili afanye operation. Milioni 30. Okay, wewe umelipa shilingi ngapi sasa? Anasema hajalipa chochote. Lakini mbona Bwana asifiwe. Nilimwambia wewe usipate shida. Wewe unataka kutembea. Na Mungu atakupa neema utatembea. Amen. Haijalishi mlango gani Mungu atakufungua na Mungu atafungua utatembea. Wewe unatembea. Kasoro yaleta mbuzi tuwe tusherehekee. Bado kivipi wakati wewe tayari unatembea. Haleluya. Wacha tuendelee ndio Mungu alivyo. Hata wewe Mungu atafanya. Amen. Kama mmemwachisha magongo atembee bila magongo. Na wewe kila chochote ambacho Mungu anahitaji kwa Mungu. Mungu atafanya. Amen. Haleluya. Ruhusu nguvu ya Mungu ifanye kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nianze kueleza kwa nini nasema ruhusu nguvu ya Mungu ifanye kila ambacho au ifanye kusudi la Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye ambaye anatafuta nafasi kwa mtu kulingana na haja ya mtu. Mungu anatafuta nafasi kwa mtu kulingana na mtu. Tunaenda sawa. Mungu anatafuta nafasi kwa mtu ili afanye jambo fulani kulingana na mtu. Haleluya. Kwa nini? Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 11:28 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana nini ambacho tunazungumza? Anataka mtu mwenye shida asogee kwake. Kwa maana hivi anatafuta mtu amruhusu Mungu afanye kitu kwake kulingana na kile ambacho anatamani Mungu afanye. Haleluya. Na muangalie hivi vitu viko viwili. Kuna Mungu, kuna mtu. Alafu kuna mwili. Huu mwili sio wa kwako, ni kwa ajili ya Mungu. Haleluya. 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 Mwili sio wa kwako, ni kwa ajili ya Mungu.
Na Mungu anachotafuta kwako, Mungu anachotafuta kwako, anataka umruhusu ili afanye kile ambacho anakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kitu kimoja, mwili ni wa Mungu na anataka utumie Mungu, sio wewe. Haleluya. Na adui kuna vitu ambavyo anapeleka kwenye mwili, anavipeleka kwa mtu. Wakati huyo mtu amebeba vitu vya Mungu. Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Bwana, sio hivyo? Hekalu la Bwana maana yake limebeba vitu vitakatifu vya Mungu. Lakini adui anapeleka vitu vya kwake kwa ajili ya kukorofisha hekalu. Anapeleka ugonjwa, anapeleka shida za kila namna, anapeleka changamoto za kila namna kwenye hekalu. Haleluya. Haleluya. Akishapeleka, ndio maana mtu anarudi anapiga kelele. Hebu tuangalie ile Mathayo ile sura ya 4. Ukisoma Mathayo sura 4, mimi nakimbia tu kidogo mstari wa 3 kwa sababu leo situmii muda mwingi, nataomba. Anasema hivi mstari wa 3, sura 4 Mathayo, ule mstari wa 3 pale. Anasema hivi, akamjaribu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Manake adui alichokuwa anatafuta kwa Yesu ni kukorofisha lile hekalu la Mungu ndani ya Kristo. Anamtafutia neno la kumgeuza. Twenda sawa. Anamwambia geuza mkate, na Yesu alikuwa na uwezo wa kugeuza mkate. Kuna vitu ambavyo hata wewe una uwezo wa kufanya, lakini Mungu amekuzuilia usifanye, na una uwezo wa kufanya. Mungu anachotafuta nini? Anataka kitu cha kwake ndicho kifanye kazi, ili nia na makusudi Mungu afanye. Kwa Mungu anapotafuta nafasi, wewe unahitaji kumfungulia ule mlango ili afanye kile anachotaka. Uruhusu ile nguvu ya Mungu ifanye, sio wewe ufanye. Nguvu ya Mungu iruhusu. Kwa namna hiyo, maana lazima ukubaliane na lile neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya. Wala uhitaji wewe kuhangaika atafanyaje, itakuwaje kwaje. Wewe ruhusu Mungu afanye. Ruhusu Mungu afanye. Haleluya. Iruhusu ile nguvu. Kuna mazingira unahitaji Mungu afanye. Kuna eneo ambalo unataka Mungu afanye. Kuna mazingira ambayo unataka Mungu afanye. Lakini ruhusu Mungu afanye. Haleluya. Ruhusu Mungu afanye. Ninazungumza na mtu, sio wewe wa kufanya, ni Mungu anataka afanye. Mungu anataka afanye jambo fulani. Ruhusu Mungu afanye.
na